Karibu katika sehemu ya pili ya kipindi cha Inuka Services, ambapo leo tutakwenda kuzungumza kuhusiana na huduma ya occupational therapy. Hii ni huduma ambayo imekuwa ikitolewa hapa kwa muda mrefu kidogo. Je, huduma hii inatolewa kwa kina nani na umuhimu wake ni upi katika kuhakikisha kwamba mtu anarejea katika hali ya utengemao? Katika kuzungumza hilo, nimemwalika ndugu Jacob Mage ambaye ataenda kutueleza vizuri kabisa kwa sababu yeye ni mtaalamu wa tiba kazi. Tunashughulika hasa na wagonjwa wenye ulemavu wa aina mbalimbali. Mfano wagonjwa wao wengine wenye shida ya mtindio wa ubongo, wengine wenye udumavu wa akili, au uwezo wa ubongo kufanya kazi upo chini ukilinganisha na umri wake. Na wengine ni watoto ambao hawatulii, naita ni ADHD, Attention Deficit Hyperactive Disorder. Na wengine watoto wenye usonji, autism. Na kubwa hao ni ugonjwa wa tabia kwa ujumla, kwamba mtoto tabia yake inakuwa ni tofauti, haiendani na umri wake. Wale tunashughulika nao. Na kubwa hasa tutumie mbinu mbalimbali, namna ya kupata umakini na namna ya kuwatuliza angalau uweze kupata umakini wake, na ukishapata umakini wake maana unategemea mtoto atapata improvement kubwa ama maendeleo kubwa kulingana na zile tabia kishapungua. Na kuna wagonjwa aina mbalimbali kama nilivyosema, na tunatumia hasa shughuli mbalimbali. Sababu lengo letu kubwa ni kwamba huyu mtu mwenye ulemavu arudi kwenye hali yake ya kawaida kadri iwezekanavyo. Lakini wakati mwingine kumrudisha kwenye ile hali yake ya kawaida inaweza ikawa ngumu. Kwa hiyo lakini tunatamani kwamba huyu mtu ajitegemee, asiwe tegemezi 100% kwenye jamii. Kwa hiyo lengo letu kubwa ni kwamba huyu mtu ajitegemee. Unazungumzia zaidi kuhusu watoto. Kwa hiyo mtoto anatakiwa kuanza kupata huduma akiwa na umri wa miaka mingapi kama imegundulika tayari ana tatizo fulani kati ya hayo uliyoyataja? Kwa sababu akianza huduma mapema ndivyo atakavyopata maendeleo zaidi. Akichelewa na maana hatua zake zitachelewa zaidi. Kwa hiyo wengine ndio wamezaliwa na siku moja na siku mbili, hasa wale ambao waliopinda nyayo, ndio wale wanatakiwa huduma mapema hasa. Na hao wengine wenye shida ya mtindio wa ubongo, kisha ugundua tangu anapozaliwa, maana yake mama inabidi aanze kupata elimu pale pale kwamba nini kinafuata baada ya hapo, kwa sababu vyovyote vile ni anatakiwa aanze kuhudhuria kwenye mazoezi tiba ama huduma za utengamavu. Kwa hiyo hatuna limit kwa kuanzia 0 mpaka mtoto anapokuwa mkubwa. Lakini sema mkubwa akifikia hatua fulani ya kwenda shule, tunatamani waende shule. Nikushukuru sana wewe ambaye umekuwa pamoja nasi katika sehemu hii ya pili ya kipindi cha Inuka Services, ambapo tumezungumza kuhusiana na occupational therapy, huduma ambayo ni muhimu kabisa. Na najua ya kwamba utakuwa umejifunza mawili matatu kuhusiana na huduma hii. Nikusihi uendelee kuwa karibu na kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Kwa upande wa Instagram tunafahamika kama Inuka Rehabilitation Hospital TZ, lakini kwa upande wa YouTube na Facebook tunafahamika kama Inuka Rehabilitation Hospital. Asante, na endelea kuwa karibu na kurasa zetu za mitandao ya kijamii, ukifollow, ukisubscribe, like na kucomment, kwani kufanya hivyo kutakufanya kuwa mtu wa kwanza kupata maudhui tunayokuletea hapo. Asante sana.